Somebody forgot to bribe the rhino. Sahi tungekuwa tunaimba na Kikale. Kaparchowi, Kaparchowi. By the way, that is my own translation. Whoever akona Kikale sanifu, please kindly drop your comment. Kaparchowi, Kaparchowi. Tuko riaso. Iko nini? Si mumeona? Uyo rhino, next time, can somebody please remember to bribe the rhino? We cannot be seeing opportunity after opportunity. We need to seize every moment. Tutatumia anything, necessary. Iyo ilikuwa very close. Sai, wacha tuendeleka, Kaparchowi, Kaparchowi, Kaparchowi. Mkuu. No. And you can cry, and you can mourn. Yeah. I thought you where was your average thinker? And you know how to scream like a girl. You were screaming like a girl. I thought you were not an average thinker. What is this nonsense? Lakini Wakenya si watu wazuri. Ati mnasema huyu mnyama kidogo apromotiwe. Akuwe promoted. Tolewe kwa kiberiti, haeko kwa pesa, ama haeko kwa ile nini ya Kenya pale juu bendera. Zile simba zitolewe, awekwe yeye. Welcome to Kenya, where people celebrate kwa matanga. Welcome to Kenya, hii ndio Kenya tumefika. Yaani ndio Kenya tuko saa hii. Watu wanasherekea maovu kuliko yale mazuri yametendwa. Wow. This is Kenya. This is Kenya and we are not harming. Yaani hatuhami Kenya. So mnasema angetolewa kwa kiberiti, haiko kwa pesa ama kwa bendera. Okay. Okay, ni sawa. So, Wakenya wenzangu, hii mwaka ya 2025 ni kama haitaki daktari mazuri. Kutoka kukimbizwa na rhino, leo hii karibu wa faint baada ya kusikia mlio mkali wa ndege ya kivita ya kijeshi ambayo huwa inaenda kwa kasi na inaacha sauti nyuma, sauti ambayo huwa inaitwa the sound of freedom. Daktari baada ya kusikia hiyo sauti, pamoja na wale watu wote walikuwa naye kwa presidential dais, walikuwa karibu kuokotwa chini. Rais alionekana akitiwa nguvu na CDF akijaribu kumuelezea nini imefanyika. Sijui walifikiria nini inataka kufanyika ama nini imefanyika, lakini tazama hii video ya rais akitaka kutoka mbio baada ya kusikia mlio wa ndege. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, akiacha sauti nyuma. Sound of freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata. Mimi sina unajua Kasongo hata yeye mwenyewe anajua mimi namwambia kwa kweli. Yeye anajua kabisa yeye hawezi kuongoza. Na ndiposa unaona hata wanyama wa msituni wanampeleka mbio. Alimuona wakaanzana naye kwa sababu anasema huyu ndio Kasongo haya tuonane. Kwa sababu anajua tayari shida imeingia. Akimuona hapo anajua shida imeingia. Hata mimi na shida marafiki zangu ananiambia tu unajua ati Ruto atafanya. Hebu nikwambie, uwezi kuwa kama unataka kurun family na hadithi ya Kazungura, hiyo wachana naye. Uwezi run family na hadithi. Na uwezi run family na hiyo sister. Yes. Good evening wa Kenya. Natumai mmeweza kuenjoy vizuri Jamhuri Day. Yeah. Jamhuri imeandia fiti. Jana kulikuwa siku ya kukise miti. Ya kuagi miti yule msichana alifuja rekodi Trufena Muthoni. Although mimi swali mimi najiuliza moja, kwa nini William Samoei Ruto aliongopa pia kuagi rhino? Na angepia katika Guinness Book of Records pia. Kwa nini William Samoei Ruto aliongopa rhino? Rhino ilikuwa nataka tu kumwaga. Naomba hiyo rhino by the way irudi tena imwagi tena. Imwagi. Irudia assignment ya kuagi William Samoei Ruto. Sio rhino ingemwagi vizuri sana. Na Ruto sasa angekuwa ameingia katika Guinness Books of Records. Sasa angefuja rekodi ya dunia ya kukuwa the first president in Africa and the world itself
kuagiwa na Rhino. Rhino ilikuwa inapenda William Samoei Ruto sana. Ilikuwa inataka kumuaga. Yes, pia yeye ingekuwa kwenye vitabu za rekodi za dunia kwa kuagiwa na Rhino. Kwani Wakenya mwinyi mpendi kwani kuona rais wenu akifuja rekodi? Na hizo Rhino by the way igemwagi vizuri tu hivi. Ujue pia hata ile ndume pia ingekuja na igemwagi. Ile Rhino kubwa ile ndume pia igemwagi. Wadi Wakenya mpendi kuona rais wenu akifuja rekodi. Nina shida kwani rais naye ni muoga aje, alikimbia aje anaongopa Rhino na Rhino ilikuwa tu inataka kumuhag. Na hata hiyo Rhino by the way nafikiri hiyo Rhino ni kama ilikuwa mzee. Haikumaliza haikuweza kutekeleza by the way majukumu vile ingestahili. Hiyo Rhino tulikuwa nataka Rhino ambaye si mzee, inaelewa maneno ya kisasa ya kiteknolojia, inajua kuagi watu. Sigemwagi vizuri. Sasa hii Rhino nayo it's so sad. We Rhino, hebu rudia hiyo assignment tena. Ulituangusha we Rhino. Acha uzembe. Fanya kazi vile inastahili we Rhino. Good morning wa Kenya. Umeona penye Kasongo alikuwa alimo vibaya sana na Rhino. Kasongo alikuwa alimo na Rhino kwa wildlife, kwa msitu. Akijaribu kulauji siji mambo ya wildlife siji. Rhino ilikuwa imulambe proper. Ibaji jamaa anachukua mpaka na wanyama bwana. Wanyama hataki kuona Kasongo bwana. Hii imenishtua bwana. Jamaa amelimwa na Rhino bwana. Alikuwa analimwa na Rhino. Ameokolewa tu na maaskari ndio wamemuokolea, bodyguards actually. Otherwise, najua Wakenya mlikuwa mnaomba in silence. Wakenya mnaomba in silence. Na wajua. Nasikia sasa hivi mnatukana Rhino vibaya sana. Mmetukana hiyo Rhino. Wakenya, Kasongo alikuwa Rhino imshambulia vibaya. Lakini nimeona Wakenya mnatokana Rhino. Mnasema kwa nini Rhino haijamalizia kenye ilikuwa imeanza? Wakenya nyinyi. Nyinyi Wakenya nyinyi. Na wajua. Ati mnasema mbona Rhino sio, mbona Rhino haikufanya nyinyi. Kasongo yeye Mwambali nangai wana wewe. Kasongo yeye Mwambali nangai wana wewe. Viona Rhino ilikuwa irarwe trosa ya Kasongo kwa msitu. Imemkimbiza vibaya sana. Kile Wakenya nyinyi watu hapo. Tunasema mbona Rhino haikumalizia kazi yenye ilikuwa